Watu wengi hatuelewi nguvu ya siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Hatuelewi kwamba anayezaliwa ni wewe, sio Kristo tena. Manake wewe unazaliwa mara ya pili. Okay? Ulipokombolewa tu kwa roho, sawa? Ulipokombolewa kwa roho, sasa unaazimisha siku ambaye anakaa anasema hivi, nimesulubiwa na yeye, ni Israeli Mbonyi. Ndiyo. Lakini mimi niko hai. Sio mimi tena bali Kristo ndani yangu. Nimesulubiwa naye, lakini mimi niko hai kwa sababu sio mimi bali ni Kristo ndani yangu. Kwa hii siku ilikuwa ya kukata keki kwako, ya kwamba ninakula keki kwa sababu leo ndio nimezaliwa. Manake kama kuna mambo yalikuwa yananisumbuaga, kuna vifungo vilikwepo, leo ndo vinafutika ndani yangu, kwa maana nimezaliwa mara ya pili. Ukiamini kwamba Kristo anakaa ndani yangu, manake hauishi wewe tena, bali ni Kristo aliye ndani yako. Na sasa anayezaliwa ni Kristo aketie ndani yako. Kwa kumbe unayebadilika ni wewe, sio Kristo. Kwa maana pasipo kuonekana mabadiliko kwako, hatuwezi ukajua kwamba ndani kuna Kristo. Kitatutambulisha kwamba ndani kuna Kristo matendo yako yakiendana na Kristo. Sasa kama ni Kristo, wewe umegeuka kuwa Kristo, tutajua kwamba wewe ni wa Kristo kwa sababu matendo yanaashiria kwamba huyu ni wa Kristo. Sasa ni siku ya shangwe ya kuzaliwa kwako, kwa maana Kristo anazaliwa ndani yako. Vifungo vinaondoka kwako. Kwa nini? Ndani yangu leo ndo ukombozi unaanza kuonekana. Ukombozi haukuonekana siku aliposulubiwa. Ukombozi ulionekana alipozaliwa. Akasema amekuja mfalme. Kwa kanza kuwindwa, kuuawa, kwa sababu aliyekuja amekuja kutawala. Amina. Akuzaliwa akusubiria utawala, alizaliwa ili atawale. Kwa maana yake alishuka kutawala na umri mdogo ule ule. Ndio maana yule Simoni akasema alale kwa amani, kwa maana ameshauona wokovu wake. Amemaliza. Kuna alishuhudia na kupiga mapanga, alishuhudia anaposulubiwa, alishuhudia hekalu kupasuka, nani ile pazia, alishuhudia giza kuja, alimshuhudia mtoto mchanga, akasema asante kwa maana nimeshaona wokovu wako, inatosha. Kuna manabii waliishi hawakuwahi kuona, lakini yeye alipoushuhudia kwamba wokovu umeshaingia, kwa siku ya kuzaliwa ina nguvu. Ndio maana siku anayozaliwa inaonekana nyota ya kifalme, kwamba aliyekuja anayekuja na kuja kutawala moja kwa moja. Leo akaanza kutetemeka. Kwa nini? Nimekuja kupokonya ufalme wangu. Hawajanielewa bado. Hakutetemeka badala ya Yesu kukua kwanza kuingia kampeni za kugombea ufalme. Alitetemeka alipoona farasi ya mfalme anakuja. Farasi ndo nyota. Asema ile ni gari la kwamba umsafara huu sio wa diwani, umsafara sio wa mwenyekiti, wala sio wa mjumbe, bali aliyekuja amekuja kunipiga kwenye kiti niondoke. Akaanza kutetemeka. Sasa wewe ukiwa una nafasi ya kujua nguvu ya sikukuu hii ya tarehe 25, ni hasara kwako. Kama utakula pilau utamaliza tu chabolo, kala ugali. Sio siku ya kawaida, ni siku ya shangwe kupitiliza. Maana ndo siku ambayo itaonekana ishara ndani yako kwamba sio yule sala wa jana, bali huyu sala mbona anaonekana ishara za Kristo. Kwa nini? Mkombozi wake amezaliwa. Hamjawahi onaga mtu akapigwa akaenda kumsalimia kaka yake, kabla hajafika kaka sema kaka yake ameuyo. Kwa nini? Wanajua akifika hapa timbwili limeanza.
Kwa sababu gani? Wameshajua aliyekuja kwake ni nani. Ni siku ya kutambua kwamba aliyezaliwa ndani ya huyu mtu ni nani. Kwa watawala wa giza lazima atetemeke kukiamini kwamba hakika leo amezaliwa mkombozi wangu, kwa maana shida yangu ni mwisho leo kwa sababu yeye amezaliwa. Amina. Vifungo vyangu vinakatika leo kwa maana yeye anazaliwa, ambaye ndio mkombozi wangu. Tena kwetu azaliwi Yesu amekuja kutukomboa. Anasema nani ni mtume? Kwa maana leo ndio siku ambayo unaamini, hata kama Biblia haijaandika ya kwamba mkombozi wangu alishuka ulimwenguni kuja kunikomboa. Kwa kumbe leo naamini mimi kwamba ameshuka. Kwa kila adui yangu cha kwangu anaachia, kwa sababu aliyekuja ni mkubwa kuliko wao. Amina. Sasa naachaje kufurahi kwenye sherehe? Yaani naachaje kufurahi wakati namuona jemedari niko naye? Kama aliniambia ninakuja, lakini leo ameshakuja, yuko hapa, yupo ndani yangu. Mchawi utaniambia nini ingawa mtetezi yu hai? Mtetezi ameshafika nilipo. Mganga utaniambia nini wakati mtetezi yuko hapa? Mizimu mtaniambia nini wakati yuko hapa? Manajimu mtaniambia nini wakati tayari niko naye? Ilitabiriwa, iliandikwa, tulisoma, tukahubiriwa, lakini leo amezaliwa. Kwangu mimi sisema amezaliwa, nasemaga amekuja. Nilikuwa namngojea, sasa ni kazi ya nini? Kwanza kucharaza. Ni siku kwamba mimi leo siku ya 25, kwa sababu ameshafika mtetezi wangu, ni muda wa kwanza kuingia kuharibu vya maadui zangu na kuchukua cha kwangu. Yeyote anayenizuilia ni halali yangu. Kwa nini? Najua hawezi kunizuru, nina mtetezi yupo hapa. Amina. Akasema Yesu yuko hapa. Ni nani yule? Daniel Mgogo? Kizwangira. Yesu yuko hapa. Anaposema yuko hapa, hajaja kupiga story, amekuja kunitetea. Na leo Yesu yupo moyoni mwako, amezaliwa. Amina. Hajaja kwa ajili ukae naye, amekuja kwa ajili kurejesha cha kwako. Amekuja kwa sababu maadui zako wasikuonee tena. Amekuja ili kipofu kiondoke kwako. Amekuja ili kilema kiondoke. Amekuja ili ukoma utoke mwilini. Amekuja ili mikosi sikae na wewe, roho za shida za umaskini ziondokane na wewe. Ndio maana leo 25 ameshuka. Amina. Sasa usipoamini tajikuta naimba hivi, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, kwa sababu jui unafanya nini na ujui siku ya leo na nini kwako. Mwingine atafanya huko na chati, hakuna mwingine. Ni kweli inakuwa sawa. Watu waliosubiria ukombozi kwa muda mrefu, wakiona jeshi linaingia, wanashangilia na kupiga miruzi, kwa maana wanajua utetezi ameshafika, tumeshakombolewa. Hajanielewa. Lakini ambaye hajui kwamba huu ni ukombozi umekuja, ataendelea kuhuzunika. Leo ukombozi umekuja kwa wengi, lakini wengi hawajatambua, lakini wengi hawajajua, lakini wengi hawajafikiria kwamba ni siku gani ya leo. Ndio maana wamechukulia kawaida tu. Wanasali kwa sababu ya desturi, zinafanyika ibada kwa sababu ya desturi, mikesha imefanyika kwa sababu ya desturi, sio kwa sababu ya imani na kujua nini kinaendelea. Amina. Imani, sherehe za dini au tarehe kubwa hizi za dini ambazo za imani, ambao ni Christmas na Pasaka kwetu, sio za kawaida, sio za masiara. Kwa nini hajaweka kumbukumbu ya Adamu kuja duniani?
Kwa nini hajawekwa? Ikawekwa kuzaliwa, kwa maana ni muhimu. Ikawekwa siku aliyofika na siku aliyomaliza kazi. Yaani siku aliyofika na siku aliyomaliza kazi ndio zimewekwa. Ni mbili tu. Siku aliyofika safari yake akatua, na siku aliyofunga kazi kwamba mjadala umeisha. Ndio zinakumbukwa. Hakuna zingine. Wameweka siku mbili tu, alipoingia kwenye kumtetea mwanadamu na siku aliyomaliza kumtetea mwanadamu. Nasema yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Ni siku ambao ushindi, yani kila kitu, magonjwa yalifungwa. Hiyo ni siku. Lakini siku aliyoingia kwamba nimekuja sasa nini? Nimekuja kumaliza magonjwa, nimekuja kuondoa shida, nimekuja kuondoa uchungu, nimekuja kuondoa umaskini, ni ya leo. Amina. Leo ni kujua kwamba kama nilikuwa na teso fulani sasa linafutika. Ukitembea kwa imani inakuwa. Amina. Ukitembea kwa imani yanajaa. Kibubu kitajaa. Nimezunguka sana na sasa leo ameingia. Nini kile kilichonisumbua ndio kinaenda kukoma. Na usibishane na watu kwa kusema mbona haijaandikwa. Ni kweli ninajua, lakini hata yaliyoandikwa siamini kama kweli alishuka, kwa sababu nimepokea kwa imani. Siamini kama Musa alikuwepo kweli. Kama alikuwa anaitwa Lazaro, alikuwa aitwa Musa akapachika jina la Musa, sijui. Elia kama ilikuwa sio jina lake. Nimeamini kwamba ni Mungu akwenda kufanya nini? Basi kwa imani niliyoamini mengine ndiyo nitakayoamini hizi tarehe. Amina. Sifanye kwa sababu ni kweli ama si kweli, kwa sababu mimi nimeamini. Lakini kwa kidogo tulicho nacho na kwa imani yetu, Mungu anatenda makubwa kuliko wao. Sasa imani hiyo ya kidogo ulichokiamini, kwa sababu mlango sio Biblia. Wamekupa mwongozo, sawa, ni mlango. Ukiingia ndani, kazi ya kupekenywa kwenye vyombo ujue kuna nini ni wewe. Kwa sisi tunapata tu mlango, tukishaingia tuna macho, tutaona ndani tu, na aliyokumhusika wa hiyo nyumba atatuonyesha ndani kuna nini.